Hawa ni tofauti na ninyi. Hawa wasanii mimi na wafahamu. Hawa Chadema mimi nawafahamu in and out. Ujue hao wenzetu wamepata chance ya kutafutia hela. Yaani wamempambana, wamemtoa Mbowe kala. Kaondoka. Sasa na wenyewe wanatafuta hela. Hawa jamaa ni ukiangalia huyu Lissu ni mtafuta hela siku nyingi. Unajua watu wengi hawamfahamu, wanajua ni wengine wanafikiri mzalendo. Lakini Lissu kwa tamaa ya hela, kwa tamaa ya hela alimuoa mtoto wa mwizi wa madini. Sawa? Pale Nyamongo pale Nyamongo kulikuwa na mzee mmoja ambaye ni tajiri wa madini. Yaani anachota migodini pale. Kwa hiyo mtoto wake ndio ameolewa na Lissu, Alicia Magabe, huyu aliyoko Ubelgiji. Huyo ndio mtoto. Na ndio maana unasikia Lissu na Heche wanaitana mtu na shemeji yake. Sawa, Lissu kaoa Mkuria. Sawa? Kwa hiyo Lissu ni mtafuta hela. Na bahati nzuri sasa hivi ameshazipata hela. Kipindi kile alitafuta hela kwenye lit. Ikampelekea madhara yale unayaona, amepigwa risasi liti wale law environmental sijui nini wale. Wale jamaa walipelekwa wakafungwa, wametoka, wamemtafuta Lissu wape hela yao, amewazengua Dodoma wakamtandika risasi. Kwa hiyo sasa baada ya liti sasa Lissu anatafuta hela, ndio wamekuja na mkakati huu, wakaona nani amsaidie kutafuta hela. Rafiki yake waliokuwa naye ni Siala, baadaye wakaenda TLP ambaye ni God Bless Lema. God Bless Lema ameanzisha mikakati mingi na Mbowe huko nyuma. Ameanzisha mkakati wa Chadema Trust Foundation, wakapiga hela, akauawa diwani Lwena kule Ifakara kama unakumbuka, na Morogoro alikuwa na shamba pale na matrekta yakapotea kule. Wakaanzisha Chadema Digital, wakapiga hela. Wameanzisha mikakati mingi sana, na ile mkakati gani ule mwingine wa mwisho wakapiga hela. Sasa hivi wamekuja na mkakati wa tone. Sasa wanajidai kuongea kizalendo. Unajua hawa jamaa utapeli wa Tanzania wamesha, ndio maana unaona hata kama wanapata hela lakini ni kidogo. Yaani Mwijaku yule, Mwijaku unamfahamu Mwijaku yule? Na Baba Levo walifanya ndani ya saa moja wakapata zaidi ya milioni mia ngapi? Milioni 900. Yaani walikuwa mkakati wa ile hela wale GSM Foundation walikuwa wanataka milioni 500 kusaidia wale watoto wenye kifundo. Sawa? Ambaye kama mnakumbuka rais wa Yanga alishatolea mfano Steven Gerrard, alikuwa mchezaji wa Liverpool. Alikuwa na kifundo lakini alipona, baadaye akaja mcheza mpira mkubwa sana hapa duniani. Kwa hiyo GSM akaona ni vizuri yale magonjwa ya watoto ya kifundo ayatibu kupitia GSM Foundation. Kwa hiyo akasema aanzishe harambee. Akaanzisha pale, akamuita Baba Levo na Mwijaku. Yaani wale jamaa Baba Levo na Mwijaku ili ugundue wana akili. Sawa? Wamekaa ndani ya saa moja wamefanikiwa kuchanga zaidi ya milioni 900 kutoka milioni 500. Sasa hawa jamaa wa tone pamoja ni wezi, lakini wameshindwa kufikisha milioni 200 mpaka leo, ni miezi.